Matatizo sasa basi. Kutana na Dr. 777, yule bingwa tiba asili Tanzania. Anatibu laana za ukoo, anaondoa mashetani, mizimu, kuleta mvuto kwenye biashara yako, matatizo ya uzazi, nguvu za kiume, vidonda tumbo, presha aina zote, sukari, tezi dume, bawasili, kurudisha mke au mume na mengine kibao. Visomo vipo kama Lukia anapandisha nyota, pia anarudisha nyota iliyopotea. Dua za kinga ya majini, kinga ya biashara, kinga za nyumba, mali, anarudisha mzukule, kuzuia wezi, pete za maajabu, mafuta ya kuangamiza matatizo. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana naye kupitia namba 06 20 11 13 92. Anapatikana mkoani Morogoro, mji Kasolo Bali. Wote mnakaribishwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu, na amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake zitawale katika maisha yenu. Ndugu zangu wapendwa, nawakaribisheni tena katika mwendelezo wa masomo yetu, tukiwa na somo letu linaloenda kwa jina la wajue majini asili na koo zao, ulimwengu wa kiza, sehemu ya kwanza. Tumesoma mada nyingi na vipengele vingi kupitia mada hii, lakini kabla sijatambulisha mada ya leo, nipende kuwashukuru ndugu zangu wote ambao mmejisajili katika ukumbi huu. Pia niweze kuwaomba kwa wale ambao ndo mara ya kwanza kuweza kujisajili katika ukumbi huu na kuendelea kupata elimu mbalimbali kuhusu viumbe na kuhusu majini na ulimwengu wao. Pia ndugu zangu wapendwa, niombe radhi kwa kuchelewa sana kuleta masomo haya kutokana na nafasi na muda, kutokana na majukumu nayo ni mengi. Pia ndugu zangu, niwaombe sana kwa wale ambao ndo mara ya kwanza waweze kujisajili ili kuweza kuendelea kupata masomo mazuri kama haya wakati mwingine yanapokuwa yameandaliwa mapema. Ndugu zangu wapendwa, mada leo itaenda kwa mfumo wa swali kama mada zilizopita, inayosema ya kwamba je, majini wote wanatokana na Ibilisi? Je, majini wote wanatokana na Ibilisi? Hili ni swali muhimu sana, kwa sababu katika jamii zimejaa propaganda nyingi, wengine wakiamini waliomuasi Mungu wote kwamba majini ni mashetani. Nadhani tutashaona kwenye somo lake la shetani ni je, majini wote ni mashetani, tulisoma kule. Lakini pia propaganda nyingi zinajaa kwamba Ibilisi yeye ndiyo mama wa wote, kwamba majini wote ni watokana na Ibilisi, ni koo la Ibilisi, kwa majini wote wabaya. Kikweli katika swali hili tutaenda kujifunza mengi na kuelewa mengi kupitia swali letu. Je, majini wote wanatokana na Ibilisi? Kwanza kabisa namshukuru Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu na kuzipeleka sala na salamu kwa kiongozi wa umma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na kizazi chake kitoharifu, na radhi za Allah ziwaendee masahaba watukufu na wanazuoni wote katika ulimwengu. Pia niwashukuru ndugu zangu wapendwa wana ukumbi huu kwa kuendelea kuniazima muda wenu kunisikiliza na kujisajili katika ukumbi huu. Pia nawakaribisha sana katika somo letu lingine. Leo tutatizama, je, majini wote wanatokana na Ibilisi? Je, majini wote wanatokana na Ibilisi? Na kama Allah atatujalia, baadaye pia tutaangalia,
Je, majini wana dini? Karibu sana ndugu yangu katika somo hili, na kama ndiyo mara yako ya kwanza kufungua ukurasa na ukumbi na chaneli hii ya Dr. 777 TV, na kuomba usisahau kusubscribe pamoja na kulike pamoja na kucomment, pia na kusambaza kwa wengine nao waweze kujifunza haya. Pia ukishamaliza kujifunza, utaniandikia katika comment ya kwamba umejifunza nini katika somo hili na una maoni gani katika uendeshaji wa vipindi vyetu hivi. Je, majini wote wanatokana na Ibilisi? Katika kulijibu swali hili, taanza na mfano huu, ama kauli hii inasema kwamba kila Firauni ni mwanadamu, lakini sio kila mwanadamu ni Firauni, kwa maana ya kwamba mafarao walikuwa ni wa watu wa Misri na wenyewe pia ni binadamu. Lakini je, kila mwanadamu aliyeko duniani hapa na yeye ni farao? Hapana. Kunakuta mafarao ni watu maalumu waliokuwepo katika sehemu maalum. Hivyo hivyo kwenye upande wa majini, Ibilisi ni jini aliyelelewa mbinguni baada ya kuokotwa na malaika akiwa mdogo sana, na baada ya kukua alikaidi amri ya Mwenyezi Mungu, amri ya kumsujudia Adamu, na kujawa na kiburi na kujiona kwamba yeye ni bora kuliko Adamu, pale aliposema kwamba siwezi kumsujudia huyu ambaye umemuumba kwa udongo nami umeniumba kwa moto. Hapo Mola akamlaani na yeye akaahidi kuwapoteza viumbe wema wa Mungu, majini wenzake pamoja na binadamu ambao wao ni chanzo kikubwa cha yeye kuweza kulaaniwa kutokana na kiburi chake. Huyu ndiyo Ibilisi. Kwa jina lingine huitwa Azazili. Majini hawatokani na Ibilisi, bali yeye Ibilisi ndiyo atokana na majini, kwamba Ibilisi ni kiumbe miongoni mwa viumbe wa kijini ambaye yeye aliasi na akatengeneza kundi lake la waasi wenzie, na wanaendelea kupotosha viumbe hawa ambao ni binadamu pamoja na majini. Isipokuwa yeye na wafuasi wake wamemwasi Allah, wamemwasi Mwenyezi Mungu, na wengine wakawa mchanganyiko wa wema na waovu. Pia Ibilisi ni jini kama majini wengine, isipokuwa ana elimu kubwa sana aliyofundishwa na Mungu kupitia malaika waliomlea tangu alipokuwa mdogo. Kwa swali letu tumelijibu kama tulivyoeleza ya kwamba Ibilisi ni jini kama majini mengine, na majini wote hawatokani na Ibilisi, isipokuwa Ibilisi ana familia yake na ana kundi lake la waasi ambao wanaendelea kumwasi Mwenyezi Mungu na kuwashawishi wengine waendelee kumwasi Mwenyezi Mungu. Na katika hao utakuta kuna hao wanaitwa masubiani waovu, wanafuata nyenzo zake na kuhakikisha kuwapotosha watu. Kuna hawa wanaitwa mizimu, wengine katika mifumo ya mizimu wanataka kuabudiwa, wanakuambia mzimu huu ili uweze kuwapa mafanikio, mtakuwa mtoe kafara ya mtu, kila baada ya mwaka mtu afe, kila baada ya muda fulani atakuwa mtu anyongwe, sio afanye nini, achomwe moto, au watoto watolewe sadaka. Yote haya ni mashaitani, ni majini ambayo yanafanya kazi pamoja na Ibilisi kumsaidia kuhakikisha kupotosha watu na kuwapotosha viumbe wengine waweze kufikia mahali pabaya. Ndugu yangu mpendwa, naamini ulikuwa pamoja nami tokea mwanzo wa kipindi mpaka hapa tulipofikia. Mimi ndugu yangu nikwambie ya kwamba katika somo hili ama katika swali hili tumelijibu, tunaelekea katika swali lingine. Katika swali lingine tutaenda kujiuliza, je, majini wana dini? Je,
majini wana dini? Jibu lake ni lepesi, ni kusema ndio, majini wana dini. Ndio maana tunakuta kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipindi ameanza kazi yake ya utume, alipelekwa katika sehemu moja ambapo kulikuwa kuna mlima, na katika ule mlima alienda na mmoja wa masahaba wake watukufu, na walipofika pale Mtume alizungumza na majini kuwafikishia ujumbe wa Uislamu. Na siku ile ile walisilimu majini 10,015 ambao ni viongozi wa makundi mbalimbali ya majini ulimwenguni. Majini 10,000 walisilimu pale pale chini ya mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakawa Waislamu. Na majini hawakumwamini tu Mtume Muhammad, bali walianza kuamini manabii wote kuanzia kwa Adam mpaka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila nabii upande wake aliaminiwa na majini wa upande wake, na wengi walifuata tauhidi, na wengi walikuwa Waislamu wakifuata mila na tamaduni za manabii walioagizwa na Mwenyezi Mungu. Pia na wengine walikuwa waovu wakipinga, wengine wakienda kuwafanya wanadamu waabudie mizimu, waabudie moto, wengine wakiwafundisha wanadamu uchawi, wanaabudia uchawi, wakiwadanganya kupitia uchawi, na wakiwakufurisha katika uchawi, wakifanya ushirikina. Kwa jibu ni kwamba majini wana dini. Wapo majini Waislamu na wapo majini ambao si Waislamu, na wapo majini ambao hawana dini, ni wapagani kabisa, ambao hawamwamini Mungu wala hawaamini chochote, wenyewe wapo kama walivyo. Kwa viumbe majini hawa wapo katika sampuli hiyo na wapo katika namna hiyo. Kwa ndugu yangu mpendwa, Mwenyezi Mungu atuongoze pamoja wote katika njia iliyonyooka. Kwa haya machache, niandikie katika comment hapo chini ya kwamba umejifunza nini kupitia mada hii, na umeelewa nini katika mada hii, na nini oni lako na wazo lako kupitia mada hii. Ndugu yangu mpendwa, nakushukuru sana kwa kunifuatilia, na ninakuomba pia uendelee kunifuatilia, pia kusambaza video hii na wengine waweze kujifunza zaidi kupitia haya tuliyozungumza na mengine mengi yanayokuja tutakayoweza kuyazungumza. Mimi niseme ya kwamba kwa haya machache ambayo tuliyoeleza hapa, Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri na tusamehe yale tuliyotenda kwa siri na dhahiri. Pia dua zinapatikana kwa wale ambao wanahitaji dua mbalimbali. Basi msisite kunitafuta WhatsApp katika namba hiyo hapo. Kama mtakuwa na maswali, andikeni kwenye comment. Ila kama utakuwa na shida ya jambo lolote, basi mtafuta WhatsApp kwa namba iliyoko hapo mbele ya kioo chako unaiona, ambayo ni 0620111392. Kwa haya machache niseme kwamba karibu ndugu mpendwa kwenye chaneli ya Dr. 777 TV kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele.